tuwe tuna utulivu, tusukumane, kila mtu atulie tafadhali. Sana members of the press. Mimi naitwa Mheshimiwa Frederick Washika Watitwa aka Zima Kelele Washa Maendeleo, MCA wa hii ward, Mayoni ward 001 in Machungu sub county in Kakamega county. So basi leo hafla ambayo tuko nayo leo ni ya kuhakikisha kwamba tuko vilavo jua, nyinyi wote mnajua kwamba tuko kwa back to school, na hizi back to school ambayo watoto wanataka kuanza kwenda shule kuanzia Monday. Mimi wanakuwa na initiative under Frederick Watitwa Foundation, na huwa tunashughulikia wanafunzi. Nilianza 2019. Kuna wale watoto ambao pia wamemaliza form 4 wenye wako na somation na scholarship ya Frederick Watitwa Foundation. Kuna watoto 6 wamefanya form 4, na sasa hivi vile tunaongea hivi, kesho it is Sunday, Wednesday ni tena nitawaita kwa sababu nitakuwa na watoto 75, na hiyo siku nitakuwa nalipa balance zao za shule, kwa sababu hatutaki wakiingia form 4 na wako kwa scholarship yetu kukuwe na sarakasi kidogo na walimu ama walimu kutuma watoto nyumbani. Niko na watoto 75 ambao pia wanaingia form 4. Kwa Ibei Girls niko na watoto 10 yao, kwa hii wamemaliza form 3, hiyo niko na balance 16,000 peke yake. Kwa Ibei Girls watoto 10. Niko na Mtoma Girls niko na watoto 6, hao pia wataingia Wednesday. Then Muira St. Boris Muira niko na watoto 45. St. Emmanuel Marinda hapa kwetu day school niko na watoto 6. Hapa SDA shule yenye mmepita hapo niko na watoto 6. Alafu hapa Manani Muslim niko na watoto 8. Na hao watoto wote mimi nataka tu kuchukua fursa hii kushukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu ametupea afya mzuri, na tangu nianze safari ya elimu Mayoni Ward 2019 haijai simama, hatujai kuwa na vikwaso, na wenye wamaliza form 4 hawana deni wanadaiwa. Sasa sisi wote tunangojea results kusherekea vile tunapanga wanaenda university. Na vile vile pia leo niko na wanafunzi more than 1500, wanafunzi ambao wamefanya grade 9, wanafunzi ambao wamefanya grade 7 na grade 8. Alafu pia niko hapa vile vile pia na wanafunzi ambao wanaenda form 3 na wenye wanaenda form 4. So hapa hivi leo wanafunzi ambao wako hapa ni wanafunzi wangu ambao wako kwa program ya foundation. Hii leo ni wanafunzi wote wa Mayoni ambayo tumechagua kulingana na afisi zangu za education. Niko na ofisi yangu ya education Mayoni Ward inasimamiwa na chairperson ambaye ni professional, ni mwalimu, na pia alichagua kamati ya watu 20 kutembea all over Mayoni kuhakikisha kwamba tunachukua wale watoto ambao wajiwezi kabisa, ndio tufanyie shopping ya back to school. Na hii shopping ya back to school ni vitabu. Kila mwanafunzi anapata vitabu 15, anapata kalamu 3, anapata pensili, na pia kuna marabasi hapa, na kuna file ya kwenda kuweka dokumenti zake akifanya mtihani. Na vile vile pia tuko na programu nyingine pia back to school. Hiyo ni mama ndiye ako nayo, kwamba tunaenda kushona uniforms kwa watoto ambaye wajiwezi, kwa sababu kuna mtoto mzazi haezi faulu hata kununua uniform. So hiyo pia program inakuja, hiyo itasimamiwa na mke wangu ambayo atakuwa anasimamia that program kuhakikisha kwamba kila mtu in Mayoni Ward ako na nafasi kama Mkenya mwingine, ako na nafasi kama mtoto wa Mayoni, na mzazi wake ako na nafasi ya kupata mahitaji kama wale watu wengine wale, kwa sababu education is the only key to succeed.
education. Bila education and you are a leader, then hiyo area yako lazima itakufa, because education peke yake ndio itafanya sisi katika watu ambao tuko kwa viongozi tutaonekana kwamba tunafanya kazi. Hizi mbwembwe za siasa ni kawaida, lakini lazima tuone agenda yako kama kiongozi. Uliambia wananchi, uliwaambia agenda gani? Na ndio unaona mimi leo nimeamua ni siku ya wanafunzi na wazazi, tumalizane na wao, then tutaanza na program ya basari. Gavana alisema kwamba atapeana basari January. Tutakuwa na hiyo program ya basari vile gavana alisema, na ofisi ya education ya ikisimamiwa na waziri wanatuambia vile wanataka tupange, ili tuhakikishe hiyo basari ya kaunti ya Gavana Fernandes Baraza iende kwa yule mwanafunzi ambaye hana. Na vile vile pia ningeomba, hakuna haja mimi kulingana na mimi tupeane basari. For example, Mayoni ward imepewa milioni tatu unapea mwanafunzi mwenye ajuwezi, labda baba yake ni mtu wa disability hawezi fanya kazi, labda mama anashona kicherani, ama mama ama baba anashona viatu kwa soko, ama hana kazi na mtoto ni mwerevu. Mimi Mayoni ward niko na njia tofauti. Hiyo basari ningeomba pia governor kupitia kwa afisi zake za education, better tupeane, tutafute solution kwa wanafunzi wachache than kupeana random basari ya shilingi 1,100 ama 2,200 ambapo iende kusaidia mwanafunzi kuproceed na masomo. Sasa hapa mimi niko na mawazo tofauti. Tunaenda kuchukua hata afadhali mtoto mmoja apewe shilingi 10,000, kwa sababu niko na shule hapa within kama SDA, ukilipa 10,000 maliza mwaka, mzazi anabaki na balance ya 1,000. So mzazi akilipa 1,000, governor apeane huyo mwanafunzi 10,000. Hiyo story ya hiyo nyumba tumefunga pressure kwa hiyo nyumba. So as we go on planning about the education, I also request kwamba we look for the long last solutions, because nikipea mwanafunzi basari ya shilingi 2,000 alikuwa anadaiwa shilingi 30,000 ama 10,000, kesho anarudi nyumbani. Huyo mama, huyo mzazi haujamsaidia. So nataka viongozi tukae chini, aswa sana governor wa Kakamega na viongozi wa Matungu akiwamo mbunge, MCS. Mimi naomba hii Matungu ing'are. Mmeona sasa hivi president amesema watu country ya Kenya inatakana tuisukume ikuwe kama Singapore. Iwezi kuwa kama Singapore kama viongozi hatuna akili ya kupanga mambo ya masomo. Itakuwa kama Singapore kama tuko na maprofesa, tuko na madaktari, tuko na walimu, ndio tutakuwa tunajivunia. Hata tukiweka mjengo yenye ambayo president anafanya saa hii ya affordable housing. Saa hii ukienda Kakamega hapa, mmeona video ikitrend. That is the reality. Ukienda Eldoret, ukienda Nairobi, president amehakikisha kwamba amechange 47 counties kupitia affordable house. Ukipiga picha ya aerial ya Mukuru kwa Jenga sasa Nairobi, I was there with the president tukilaunch hizo nyumba za Mukuru kwa Jenga. Ukipiga aerial picture ya hapo uweke na mtu aende Singapore sasa apige picha alete, tuko safe. So let us support the agenda. Viongozi ambao wanasukuma gurudumu mbele, tu support hii agenda ili tuhakikishe Kenya yetu iende mpaka kwa first class country. Saudi ameletea 6,000 books hapa. So connection ya marafiki na kukaa mzuri na watu, unaona mimi hii ward yangu ya Mayoni, watu wangu hatutaishindwa sana. Tunaomba Mwenyezi Mungu anatusaidia na tuconnect na marafiki na tunasukuma. Tumeingia kwa kiti 2022. Hiyo hapo nyuma kutoka 2019 mpaka sasa hii. By the way, according to my analysis ya kura, muliona last year nilirangiwa kuwa MCA number 1 in the country. Juzi mumeona nimekuwa MCA number 2. Across the country for 7 counties. Ukienda kufanya analysis yako kwa hao wananchi polepole, utapata the main agenda ambayo inafanya mimi narangiwa kwa the best MCA na education. Education, hiyo ndio kitu yenye mimi nimeshikilia sana. Sawa. Press ya president address very clear, ilikuwa pale sports club, ilikuwa mwana sports club. President address very clear to the nation, na kwamba hii maneno ya madawa za kulevya na hii teenage watoto wetu hata mimba za mapema, shida ni moja. Mimi unajua nimekuwa around kwa viongozi kidogo, na mimi baada ya learning in leadership. It's just only 3 years kama nimepiga kura, so I'm still learning. But mimi kitu ambayo naelewa kidogo ni kwamba country yetu inahangaika na kustopisha mambo na madawa za kulevya, mambo ya dini ambayo inaumiza watoto wetu. Viongozi wetu wanaogopa kutoa hard decisions. Those hard decisions viongozi wanaogopa kwa sababu wanataka kura.
Unaelewana? So unapata kama hapa Matungu hapa, there is a time mimi niliamka asubuhi nikasema tumekuwa na theft every day and then. Ng'ombe zinaibiwa, mbuzi zinaibiwa, pikipiki wanakata, vijana wetu wanaiba mapikipiki. Mimi nikaamuka nikasema hii kitu lazima tupate solution, na kupata solution sio kubembelezana. Nikasema polisi wetu wanafanya kazi ya walali, lakini kijana bodaboda akikatwa, pikipiki ipotee, raia wa vijana wa bodaboda wanasema polisi hawafanyi kazi. Nikasema Matungu hapa hatutaishi kila siku kubadilisha polisi kila siku, huyu ni mbaya aende, huyu ni mbaya aende polisi. So that's why mimi niliamuka nikasema kwamba sisi kama raia, I am a leader and it's bad to say that unaweza uwa, lakini mimi niliambia wananchi, mimi sasa niko na polisi na niko na nyinyi wananchi, kwa sababu hao polisi, bila polisi hatuwezi fanya kazi, hatuwezi ishi. Nikaambia wananchi wangu wa Mayoni, mtu yote atapatikana ameiba pikipiki, ameshikwa na pikipiki, huyo mtu tumalizane naye hapo, tupigie polisi kama tumemaliza. Mtu yote atashikwa na ng'ombe, ameibia mama ng'ombe yake ya maziwa, huyo mtu tukilie, polisi akuje kubeba mwili. Unaona sasa hivi Matungu imetulia na polisi wetu tunasaidiana nao sana. Hata juzi siku ya kuvuka mwaka nilipigiwa simu, watu walikuwa arrested karibu watu 30 hapa Matungu police station. Mimi nikaambia OCS, mimi you will not do your work at because mtu atasema atapigia mheshimiwa simu. Even my own brother akiwa na makosa weka ndani. Hiyo ndio njia pekee yake ambayo tutastopisha vitu Matungu hapa. Because mtu anakuja nakaa na mheshimiwa kidogo, anafanya makosa, anakuja anasema polisi hata nishiko sababu mimi niko na mheshimiwa. Niliwaambia kila mtu abebe msalaba wake na polisi wafanye kazi yake, na sisi kama raia ni lazima tuwajibike, ni lazima tutii amri ya serikali na tujue vitu mbaya na mzuri. Hapa kwangu nikipigiwa kura, tulikuwa na vituo kama 2. Hiyo kituo kazi yake ni kuuza bangi na chang'aa. Ati hiyo area usiende, ati hiyo ni area ya mheshimiwa. Atusiende kwa hiyo area ya mheshimiwa. Sasa dawa za kulevya zinauzwa hapo, chang'aa inauzwa hapo, ati kwa sababu ni area ya mheshimiwa. Nilikilia hiyo vitu for the first 300 days. Nilikilia. Hata wengine walikimbia wajairudi kwa maboma mpaka sasa hivi. Kwa sababu hatuwezi kuwa na nchi ambayo kila mtu ako na sheria yake. So I support the president, na kusupport the president pia na request all leaders, elected leaders, let us support agenda ya president. Mambo ya dawa za kulevya, let us support the president. Hard decisions ndio zinatoa matunda baadaye. Tusikubali kupigiwa makofi kwa kila siku, hakuna mahali tutaenda. Ukiangalia mambo ya affordable house, si agenda ya President William Ruto, ilikuwa agenda ya Kibaki, imekuwa agenda ya Uhuru, lakini hard decision. Uko na plan ndako kununua gari, hauna pesa. Njia ya kupata hiyo pesa ndio ilikuwa nini? Ilikuwa problem. Mimi naitwa Caroline Aori, mimi ni mjane. Nimefurahi mheshimiwa Atiki kunisaidia vitabu. Sina uwezo, lakini ameniokoa, nampigia tu shukrani. Amenipatia vitabu. Mimi ni mjane. Amenipatia vitabu na kalamu na kila kitu yote. Nimefurahi. Kuongoza. Uwezo. Huyu ndiye amenisaidia nikanunua, akanipatia. Credit. Naitwa Caroline, mimi mjane. Na mtoto wangu anaenda grade 10. Sikuwa na uwezo, lakini mheshimiwa amenipatia mtoto wangu kila kitu. Nimefurahi sana. Mwana hao Songa Sheba, na nina furaha kwa mheshimiwa ametusaidia, ametutetea mahali pa Kenya, tulikuwa tuelewe grade 10 imetuweka mahali pa kumu, hata school fees tulikuwa tumelemewa, tutaanzia wapi? Lakini kulingana na maneno yenye mheshimiwa ametusaidia, ametufanyia, inaanza kutupea motisha ya kwamba tunaweza kufanya kitu, tunaweza elekeza kutoka Kenya. Hiyo nilikuwa nayo, hata kalamu peke yake sikuwa nimeanza kununua. Sasa ndio vile nimesema mheshimiwa amefanya, hata nimeanza kuwa na motisha ya kwamba ya kuonyesha kwamba naweza kuwa na mwelekeo kupeleka mtoto. Na nashukuru kwa maneno ya mheshimiwa Frederick Atitwa yenye kutetea.